Napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutuletea mradi wa uboreshaji wa huduma mbalimbali za kimji katika mji wetu wa Mtwara Mikindani. Manispaa ya Mtwara Mikindani ni kama zilivyo manispaa nyingine ambazo kimsingi inatakiwa muonekano wa huduma mbalimbali za kijamii, kiuchumi na hata kiutamaduni ziaksi sifa na hadhi ya manispaa. Kwa hiyo kupitia mradi huu wa TACTIC, serikali imelenga kuboresha baadhi ya huduma muhimu ambazo hazikuwa katika kiwango kinachoaksi sifa na hadhi ya manispaa. Kwa mfano, serikali imekusudia kupitia mradi wa TACTIC kujenga kituo kikuu cha mabasi chenye hadhi ya kisasa katika eneo letu la Chipuputa. Tulikuwa tuna stendi, ukienda pale ni stendi ambayo kwa kweli haikuwa na sifa na hadhi ya manispaa yetu ya Mtwara Mikindani. Lakini kwetu sisi kama halmashauri pia stendi ile ni chanzo kikubwa cha mapato, kwa sababu mabasi yatakuwa yanaingia, boda boda, bajaji na kadhalika. Vyombo vyote vya moto unaona watakiwa kulipia pale. Kwa hiyo pia ni chanzo cha mapato mbali ya kuboresha mji, mbali ya kuboresha huduma za usafiri na usafirishaji, lakini pia itaongeza mapato kwenye halmashauri yetu. Lakini pia kupitia mradi huu tutakwenda kunufaika na ujenzi wa kituo cha kisasa pia cha wajasiriamali. Kama unavyojua sasa hivi tuna sehemu kubwa ya Watanzania wanafanya shughuli zao za ujasiriamali. Na of course kwenye miji mikubwa ni changamoto kubwa sana, lakini hata sisi manispaa ni changamoto kubwa kwa sababu pia hatakuwa na maeneo maalum ya wananchi wetu ambao wamejiajiri kwenye hizi shughuli za ujasiriamali kufanyia shughuli zao. Kwa hiyo kupitia mradi huu wa ujenzi wa kituo cha ujasiriamali pale itarahisisha wajasiriamali wadogo wadogo kupatikana eneo moja, na hivyo hata wao, kwa hiyo kwa mtu akihitaji huduma zao anazipata mahala fulani. Lakini pia serikali kupitia mradi huu inakwenda kuboresha barabara. Barabara ya kwanza ni tunasema maarufu Pachambae. Pachambae ni njia panda pale Mbae kuelekea kwenye serikali ilikowekeza ujenzi wa hospitali ya halmashauri, lakini pia imewekeza ujenzi wa chuo cha uhasibu kampasi ya Mtwara. Umeona barabara ile kutoka kwenye hiyo pacha kuelekea kule ni barabara ambayo ilikuwa katika hali mbovu sana, na hata sasa ukipita na ukienda ukashuhudia hata wananchi wanaotumia barabara ile wanapitia mateso makubwa sana, sababu maana sio barabara ambayo iko kwenye viwango. Kwa hiyo serikali imetenga kwa kuanzia sasa hivi inakwenda kutengeneza barabara hiyo yenye urefu wa kilomita 7.4 inakwenda kutengeneza kilomita 2.4, itaanzia Pachambae mpaka pale Mbae Center. Lakini pia tumekuwa na adha kubwa sana ya mafuriko. Nafikiri mmeshuhudia kwenye vyombo vya habari katika nyakati tofauti, unapoanza msimu wa mvua mara nyingi huwa tunakumbwa na mafuriko. Na changamoto kubwa ya mafuriko hiyo inasababishwa na kutokuwa na mifereji maalum ambayo inaweza kucorrect yale maji ya mvua na kuyadrain kuyapeleka baharini. Kwa mara nyingi maji yamekuwa yanakimbilia kwenye makazi ya watu, na hasa maeneo hayo ya Chuno, Shangani, Kiangu kuna kadhalika tumekuwa na changamoto hiyo kubwa. Lakini serikali yetu imeliona hilo na imedhamiria kuondoa changamoto hiyo katika mji wetu wa Mtwara, na sasa imetuletea mradi wa ujenzi wa mifereji mikubwa ya kisasa ambayo itasaidia kukusanya na kuchukua hayo maji yote ya mvua na kuyaelekeza kwenda baharini, na hivyo kuondoa changamoto ya mafuriko kwa wananchi wetu. Kwa kupitia mradi huu tunakwenda kutatua sana changamoto hiyo ambayo imekuwa ni kero kubwa kwa wananchi wetu katika miaka mingi, kwa sababu kila mwaka unapotokea msimu wa mvua tunakuwa na changamoto hiyo, na uwekezaji wake ulikuwa pia ni mkubwa sana. Kwa hiyo huo mfereji wenye urefu wa kilomita 1.7 unakwenda kutengenezwa ili kutatua changamoto hiyo. Lakini kingine kikubwa, bado serikali imeendelea pia kujali ustawi wa watumishi wake. Kwa hiyo kupitia mradi huu pia serikali inakwenda kutengeneza ofisi nzuri yenye urefu wa ghorofa moja ambayo itatumiwa na wataalamu wetu wa ujenzi na wataalamu wetu wa TARURA ambao watakaa pamoja ili sasa waweze kufanya kazi katika mazingira ambayo pia yanastadifu hadhi na heshima yao kama watumishi wa umma. Kwa hiyo kwa miradi yote hii serikali imetenga kiasi cha shilingi bilioni 27 kwa ajili ya utekelezaji huu. Sio hela ndogo, ni hela nyingi sana, lakini pia zina impact kubwa kwa maisha
ya wananchi wa Mtwara, na miradi hii ni mizuri kwetu kwa sababu inakwenda kuondoa changamoto mbalimbali ndani ya mji wetu, inakwenda kuongeza hadhi na heshima ya mji wetu. Kwa kipindi cha mvua bwana, tatizo linalotukuta kwanza, inapoanza kunyesha mvua huwa majumbani watu watulali. Kishanyesha mvua, kila mmoja anasimama tu ndani, anachungulia dirishani, anafungua mlango, anaangalia mpaka baadaye maji yanakuwa nini? Yanajaa. Lakini yakishajaa, athari tunayoipata zaidi, kwanza vyoo. Vyote vinakuwa yani kila choo yani inakuwa imeshajaa maji. Kwa hiyo vyoo vile vinakuwa vimeshafunuka. Yani kama ndani kulikuwa na vyombo vyote vinajaa tu yani uchafu. Alafu tunaharibikiwa kama kuna chakula kinaharibika, magodoro yanaharibika. Yani kwa ufupi, hasa tunazopata ni kubwa sana kwa mtaa huu, kwa sababu yani huu mtaa akijaa maji hakuna hata mtu mmoja ambaye anaweza kuokoa kitu cha aina yoyote. Watu wengine huu mtaa wana majumba ambayo wanauza, mnaelewa, lakini hayanunuliki kwa sababu hawezi mtu kuja kununua wakati huko sehemu inajaa maji. Kwa hiyo endapo atatoa maji yakawa yanaenda baharini, tutafarijika sana, tutamshukuru sana Mama Samia. Ni mimi binafsi yangu nitamshukuru sana kwa sababu hasa ninazonipata ni kubwa. Endapo ataondoa maji akaenda baharini, watu watauza viwanja vyao, watu watauza majumba yao, watakuja watu wa kutaka viwanja kununua, kwa sababu sasa hivi hawezi kununua mtu kiwanja. Na hata wapangaji kipindi cha mvua hawapatikani baba. Mradi wa TACTIC unatekelezwa kwa awamu mbili kwa kuzingatia mpangilio wa kitaalamu wa utekelezaji wa miradi ya miundombinu ya umma. Utekelezaji wa awamu hii unahusisha miradi mitano kama ifuatavyo. Tunao ujenzi wa mfereji ya kuondoa maji ya mvua mtaa wa Kiangu wenye urefu wa kilomita 1.73. Lakini mradi wa pili vile tuna ujenzi wa viwanda vidogo vya wajasiriamali eneo la Sikoya, kama ambavyo awali nilivyosema kwamba mradi huu unahusisha upande wa miundombinu ya barabara, lakini vile pia shughuli mbalimbali ambazo zinahusu wananchi, hususan kupitia katika mkurugenzi wa manispaa ya Mtwara. Vile tuna ujenzi wa stendi ya mabasi eneo la Chipuputa, lakini pia tunao ujenzi wa barabara za mjini kata ya Chuno ambazo ziko kilomita 3.8, na vile tuna ujenzi wa barabara ya eneo linaitwa Pacha Ambaye kwenda Mji Mwema kilomita 2.4. Katika utekelezaji wa miradi hii tayari wakandarasi mikataba imeshasainiwa na wapo eneo la site, na mkataba huu ulianza tarehe 20 Novemba. Tunautarajia tarehe 20 Novemba, ulianza tarehe 20 Novemba mwaka 2025, na tunatarajia mradi huu uweze kukamilika tarehe 20 Mei mwaka 2027. Kwa miradi yote hiyo ambayo iliyopo katika mkoa wetu wa Mtwara, jumla inagharimu kiasi cha shilingi bilioni 27.49. Na katika miradi hiyo tumeona kwamba kuna miradi inayohusika na kuendeleza maeneo ya ujasiriamali, lakini vile pia tumeona pia tuna miradi ya barabara, ambapo miradi hii ya barabara kwa kiwango cha lami yenyewe itatusaidia kuongeza mtandao wa barabara katika manispaa ya Mtwara, ambapo awali tulikuwa na kilomita 59 na sasa kwa ongezeko hilo la kilomita takriban 6 tunakwenda kufikia angalau kilomita 61. Hiyo itakapojengwa miundombinu ya kudumu itawanufaisha wananchi hawa na watakuwa wakiishi kwa amani. Lakini upande wetu sisi kwenye mtandao wa barabara utaongezeka, lakini vile pia tutaweza kuwekewa taa za barabarani ambazo pia zitawafanya wananchi waweze kujiamini, kwa sababu kutakuwa na usalama wa kuweza kufanya shughuli zao za kila siku na kuweza kuongeza muda wa shughuli zao, kwa sababu kutakuwa kuna mwanga wa kutosha, kuna miundombinu ambayo ya uhakika. Kwa hiyo kwa kifupi tu mimi niweze kusema kwamba fedha hizi bilioni 27.49 ni fedha nyingi ambazo ziko kwenye mkoa wetu, lakini sisi kama wasimamizi wa miradi hii tunaiahidi serikali yetu pendwa kwamba tutaisimamia kwa karibu na kuhakikisha kwamba kile kilichotarajiwa kwenda kwa wananchi kiweze kuonekana na wananchi waweze kufaidika au kunufaika na miradi hii. Mpaka sasa
Mkandarasi yupo site na mkandarasi mshauri yupo site, wanaendelea na majukumu ya utekelezaji wa mradi. Utekelezaji hadi sasa uko 3%. Mkandarasi ameshafanya mobilization ya vifaa vyake vyote, vifaa site na wataalamu wake site, na ameanza kufanya clearance ya site katika site zote na setting out za barabara, wanaendelea na utekelezaji. Vile vile naishukuru serikali kama msimamizi wa mradi, naishukuru kwa niaba ya mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya manispaa ya Mikindani, naishukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutupatia miradi huu wa TACTIC ambao utakoenda kusukuma maendeleo yetu kwa ujumla ya manispaa ya Mtwara Mikindani na kuongeza kipato na maendeleo kwa wananchi wetu wa Mtwara Mikindani. Hii barabara inatumika na wananchi karibia 90%, wananchi wengi wanatumia hii barabara. Na hii barabara inatumika na kuna shule ya msingi, kuna shule ya msingi Mbaya ipo kwenye barabara hii, lakini pia kuna vyuo, kuna TIA kule juu, lakini kuna taasisi mbalimbali za serikali wanaitumia hii barabara. Na hii barabara ina kilio cha muda mrefu. Kwa hiyo leo tupo kwenye hili zoezi kwa ajili ya ujenzi wa barabara. Kwa hiyo mimi kama mwakilishi na wananchi kwa ujumla tunafurahi sana kujenga hii barabara kwa kiwango cha lami, kwa sababu maana yake itakuwa tayari sasa tumezidi kuongeza maendeleo, kwa sababu barabara sasa ikishafunguka, kwa hiyo hata Mbaya na hili eneo itakuwa ni eneo ambalo linajiuza. Kwa hiyo nichukue nafasi hii sasa kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutuona naendelea kujengwa hii barabara ya Pacha Mbaya kuelekea hospitali ya wilaya Mji Mwema. Asante sana.